just give me 1 minute nikamilishe. Naomba tu tulivu kidogo kwa kona ile kona ni ya Zakayo. Hivi tunavyozungumza vijana zaidi ya 72 wamelala, walipigwa risasi na polisi wakafa. Risasi ni ya serikali. Ambao wanafyatua risasi hawa ni wale ambao wameajiriwa na mali ya Kenya. In fact, ambao wanatoza ushuru ndio wananunua hizo bunduki na hizo risasi na kuwalipa mshahara askari wetu. Lakini tangu vijana waangushwe Kenya nzima na wale wengine wakashikwa kinyume na sheria, wanawekwa kwa buti ya magari, hapa tunavyozungumza wengine bado hawajajulikana mahali walipo. Nimesoma taarifa ya Inspector General wa Police akisema pengine wengine wao wanaofia kushikwa. Tangu vijana wafe, tangu Ruto abadilishe hiyo sheria ama withdraw na hata kuvunjilia mbali serikali yake, baraza la waziri, ni siku nyingi sana. Kama mtu alikuwa anajificha, jameni, mnataka tuamini bwana Kanja kwamba ati watu bado wanajificha na wanajua haki yao ya kikatiba? Ni vizuri tuambiwe ukweli. Kama watoto pia waliuawa kwa mikono ya polisi, tunataka na sio Kenya, dunia nzima. Hata waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Marekani ambako juzi wamefanya maajabu yao, wakamchagua President Trump. Ni ile nasema hewa inabadilika kila mahali. Blinken amempigia Ruto simu akamwambia mambo ya kuchukua watu, kushika watu kiholela, ingawaji chini ya serikali ya Biden ambayo iko sasa hivi, itakuwa mamlaka hadi tarehe 20 Januari. Biden atatoka kwa mamlaka, Trump atarudi kwa mamlaka. Wanamwambia hii tabia kushika wa Kenya ovyo ovyo, wengine kuuawa kinyume ya sheria, lazima ikome. Hawa ni watu wa nje. Lakini sisi wenyewe wa Kenya tutasemaje? Wangapi anasema tutaki vijana wauawe tena? Wakiuawa, Ruto and his government will be held responsible. Wangapi wanakubaliana na maoni hayo? Wangapi anasema tunataka tusikie polisi angalau 2 watatu wamekamatwa, wamepelekwa mbele ya mahakama kujibu utumiaji mbaya wa bunduki na risasi za Kenya? Kwa hivyo mambo kabla yafanyike, we cannot take it for granted. Mimi nasema kwamba ndugu yangu Oparanya, namwita Omwami waliingia kwa hiyo serikali ya broad based. Wakati aliitwa tulikuwa na yeye kwa ofisi yangu, akaniambia Omwami, angalia simu. Omwami, sitaongea ili nikuaibishe, lakini ulituacha kusema ngoja niende ninarudi. Tangu Oparanya atoke nimempata hapa leo. Lakini rafiki yangu sana Oparanya, na mheshimu sana Oparanya, lakini usiwache nikamwambia ndugu yangu uliondoka bila taarifa. Ungerudi sasa nimeenda. Lakini naelewa hata shida ya baba mwenyewe aliyokuwa naelewa. Kwa hivyo ukiona kule ni kubaya Oparanya, uone vile watu wa Vihiga, Kakamega, Ingo yote wanaona hawataki ufisadi Kenya hii, wanataka uongozi bora, hawataki serikali ya kujipiga kifua. Ukiona ni kubaya, usikubali, usingojee kiumane, tuungane tuwapeleke nyumbani. Si namna hiyo? Lakini kwa sasa afanye hiyo kazi bora, hatuna ubaya. Lakini sisi
tumezoea kukaa ngumu kwa sababu ya wananchi hawa. Imesemekana mimi na wakati wa Kibaki 202 akaanza na kijana wa Malwa, awamu ya kwanza wa Kibaki, na hapo katikati mzee Mudi Awori ambaye is growing, is aging gracefully, anatoka pia Western Province, mzee tunamheshimu sana. Na mimi pia nikawa awamu ya 10, the 10th vice president. Kama my brother Speaker Marende, I'm told you are the 10th edition of the Speakership. There's something unique about the 10th. First of all, you don't get old and you don't get tired. Bado kuna energy kubwa sana ya ndugu yangu huyu Ken Marende. Tutafanya vile tunasaidiana, tumesaidiana hapa awali. Sometimes Ken, and I'm happy that none of us became speaker, alinisema onimeniharibia, okay, I have to say it today. Ilikuwa ile tu tuone how do we manage this loss. Wizi huwa Chebukati, how do we manage it? I'm quite sure if I had continued all the way to be kupeana makaratasi kwa speaker Senate, ningeshindwa. Wewe unaona vile ilienda. But God is God. Hatuwezi kufa moyo. Kwa hivyo tutajikakamua, tutafanya pote hapa tukimheshimu huyu mzee. Sasa imesemekana wazi hapa kuna shida kwa idara ya afya inaitwa SHIF, hatujui nini, yani wizi tupu. Kijana ambaye ameaga Kushero anakotoka rafiki yangu Barak Muluka hapa Kushero, anaitwa Malik, badala apatiwe matibabu yanayofaa chini ya NHIF akafa. Many Maliks wanakufa na hatuwezi kusikia. Kwa hivyo hatutakubali sisi. Ndio sema sisi wapinzani, wakati mmoja kumbukeni, tulikuwa One Kenya Alliance. Ilikuwa ni mimi Kalonzo Musyoka na Wiper, ilikuwa ni ndugu yangu Moses Masika Wetangula, rafiki yangu kabisa wa Ford Kenya. Ala alikuwa Musalia Mudavadi, tulikuwa mweta ma-DVD wa ANC. Wao wakasalimu amri, wakaenda kwa Ruto, nikabaki peke yangu. Ala alikuwa anabaki na mimi na Oparanya. Na sasa unaona Oparanya. Lakini Oparanya nitamtafuta usiku. Najua kwake nyumbani. Oparanya sitamwachilia. But I'm very happy for your senator kijana Ososi, na kutolea heko. Na kutolea heko Ososi ya deputy leader. Tumewahi kuzungumza na Ososi, usikubali inchi iende mbaya ukiwa senator. Now as we speak here, tuko na azimio la umoja One Kenya. Party leader wetu ni president amestaafu Uhuru Kenyatta. Party leader huyo party chairman ni Uhuru Kenyatta. Party leader ni Raila Amolo Odinga. Hivi tunavyozungumza, mimi hata sina cheo kwa azimio la umoja, lakini nimeshikilia wenzangu angalau tudhibiti inchi siende mbaya. Kwa hivyo mimi sitaenda njia ya rafiki zangu hao. Hata kama tutabaki wachache namna gani, hao ndio tutakomboa Kenya hii. Nao rafiki yangu mmoja amechaguliwa president wa Botswana, ameanzisha coalition inaitwa Umbrella. Kwanza ya Umbrella ndio symbol ya Wiper. Amechaguliwa. Trump amechaguliwa kwa sababu kusema ataongeza ushuru. Botswana high cost of living, akachaguliwa kwa kura nyingi. Hata yule alikuwa anataka awamu ya pili kama Ruto alipata viti 5 peke yake. This was last week. Kwa hivyo hiyo hewa ya change, watu wetu wa Western Kenya hii, Ingo, watu wa Malembe na Wasii, tushikamane na tusiwe tunasema tu juu ya kikundi hiki ama kikundi kile. Let us now, the church has also learned this lesson, that we, the remnant of the church,
can stand for what is truthful and what is just for the sake of this nation. Hebu angalieni elimu imeharibika. Mimi nikiwa waziri wa elimu, this is a true story. I was presiding over graduation at Moi University, and we had now to allow Moi University ikubali Maseno University ianze. And I gave the example, if you don't allow Maseno to now become waende waowe, there's such a thing katika mienende yetu kama wa Afrika. There's such a thing as if you don't get to msichana umpatie anailope anaenda hata bila kulipiwa gharama. And that's how Maseno became a chartered public university. University of Moi is on its knees, and I want to thank Mheshimiwa Powerso, mjumbe wenu hapa. Sio mambo ya juzi ama ile ya kusema laza kwa shuke. Even as recently as yesterday, Mheshimiwa Maungu alikuwa na wanakamati wakisema Moi University has to be saved. Na hii ni problem ya ukabila. Yule angekuwa vice chancellor wa Moi University anaitwa Professor Ayiro, akaweka mwingine pale kiukabila. ameharibu university, Moi University. And that's one of our best universities, complete with private investment kama ile Rivertex na wengine, lakini wanashinda kudhibiti hata elimu yetu. Kwa hivyo hawa jamaa, tuombe Mungu atuweke hai, tumwenzi mzee apumzike, ameenda kabla yetu. Waliosalia tushikamane, tuokoe Kenya yetu. Kwa hivyo mimi naona tu nikome hapo. Niseme Jumatatu mimi na Eugene tunaenda kwa mahakama kupinga Andani tunampinga. If you may not know this, kama wakili have the right to make appearance, and this time I chose a senior counsel to lead the team ya kukataa na uwanja wetu wa ndege usiende na mtu anaitwa Andani, because hiyo ni respect ya Wakenya. Wafanyikazi wote wa Kenya wanafanya Kenya Airports Authority na kwingineko wako katika hatari ya kutojua atafanya nini. So mimi naomba tu nikomeshe hapo na niwatakieni heri watu wa Vihiga County. Hata gavana wenu wa Otichilo used to be my officer when I was a minister for environment. Otichilo amesoma sana mambo ya remote sensing na mambo mengi haya. Yeah. So we will work together kila mahali. Mimi niko nyumbani, ngoja tu tuende tuseme pole kwa hiyo familia nyingine, na mturuhusu kwa heshima, kwa roho safi tuende na mkamilishe wale ambao hawajaongea. Na Mungu alinde, Mungu awe pamoja nanyi. Bwana Yesu asiporudi wakati mwingine na kinaumana, Mungu anasema why don't you come. Kuna mwimbaji mmoja aliimba, Yesu kuja usitumane, kuja wewe mwenyewe. Mambo ni magumu, maisha ni magumu, but he is still God. Bwana Yesu asifiwe.